Yesu yu hai. Dhihirisho kwamba Yesu yu hai. Evidence that Jesus is alive. Hapo ndipo tunaenda kuangalia siku ya leo. Evidence that Jesus is alive. That is where we are going to look at today. Haya, habari za Yesu zinatia nguvu sana. Yaani ukisikia habari za Yesu unahisi tu unataka kwanza umuelewe sana, umfahamu sana, uingie ndani kwa ndani, utafute ni nini hasa kinatoka kwa huyu mwanaume. Kwanza Yesu alipokuwa anatembea duniani, alikuwa anajisemea mwenyewe, anaambia wale wafuasi wake mitume kwamba siku moja hivi karibuni nitasulubiwa, nitautoa uhai wangu kwa ajili ya wale naopenda kondoo zangu mimi, nitalala kwenye kaburi na siku ya tatu nitafufuka. Kwa hivyo evidence ya kwanza ya kwamba Yesu yuko hai ni maneno yake mwenyewe. Alipokuwa hai akitembea duniani, alikuwa anawaambia wafuasi wake, siku moja nitakufa, nitautoa uhai wangu, nitalala kaburini, lakini siku ya tatu nitafufuka. Hivyo habari hizo zinataka kututia nguvu sana katika mioyo yetu ya kwamba tunahitaji tumjue Yesu, tumfahamu sana zaidi, tutoke kwenye level ya udini, tutoke kwenye level tu ya church goers, yani kwenda kanisa tu. Maana kuna mchezo uko mahali, uko na watu kadha wa kadha, watu tu walioko katika kiwango cha dini, kiwango gotita kwenda kanisani siku fulani iliyoadhimishwa ni ya kwenda kanisa. Wanaenda kanisa tu na kutoka, ni kuingia na kutoka, lakini wana behave, wana tabia ya ni kama Yesu hayuko hai, ni kama Yesu hajafufuka, ni kama Yesu ni hadithi tu, sio kitu cha kweli. Yaani tabia zao, mienendo yao, wana tabia za kuishi ni kana kwamba yale wanaoyasikiza kanisani, yale wanaohubiriwa, yale walioyasikia kutoka kwa makasisi wao, mareverend, mabishop, waumbiri, na kila wanachokisoma katika kitabu kitakatifu Biblia ni kama sio kweli. Maana mienendo yao ni wanaongea hiki, lakini matendo ni yale mengine. Lakini kwa hayo yote nataka ujue msikilizaji ya kwamba Yesu yuko hai. Yesu hayuko kwenye kaburi, Yesu anaishi. Maandiko anasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 26 utasoma pale, utaona siku ya kwanza ya juma
asubuhi na mapema. Wakati Yesu amesulubishwa pale, ametoa uhai wake, amechukuliwa na Yusufu wa Arimatia, kaenda kumlaza kwenye kaburi, na wakalifunika lile kaburi kwa jiwe kubwa na likawa sealed. Kisha wale makuhani, watu wa dini, wazee tu wa kanisani pale, wakachukua walinzi, wakaenda kuwaweka walinde kaburi, kwa sababu Yesu alikuwa amesema siku ya 3 atafufuka. Walinde lile lango, walinde kaburi, ndio wale wafuasi wa Yesu wasinje wakauimba mwili wake kisha waseme ati kwamba amefufuka. Kwa hivyo wakaweka walinzi pale. Sasa kisha asubuhi na mapema, siku ya kwanza kukipambazuka, siku ya kwanza ya juma, maandiko yanasema Mariamu Magdalene na Mariamu yule mwingine wakaenda kaburini. Na walipoenda kaburini, walitokewa na malaika. Malaika akalibikirisha lile jiwe kubwa na akalikalia. Saa hizo sasa wanaolinda kaburi, walio na maslaha, maaskari wa kutumwa, maaskari waliowekwa na wazee wa kanisa walinde kaburi, ndio Yesu asinje akaibiwa waseme ni kufufuka, alifufuka. Wako pale, kumetokea mtetemeko wa nchi, mtetemeko wa ardhi, wakanganda miili yao, wakalala, wakawa kama wavu, wakawa kama watu wamekufa kabisa. Za malaika akalibikirisha lile jiwe na akalikalia juu. Yani uwezo, authority, uwezo, mamlaka juu ya mauti, akalikalia lile jiwe. Kisha mstari wa 5 tukisoma tunaona hivi: malaika akajibu akawaambia, msiongope ninyi. Wale wanawake sasa, Mariamu Magdalini na Mariamu yule mwingine, msiongope ninyi, kwa maana najua kuwa mnatafuta Yesu aliyesulubiwa. Ni kweli walikuwa wanatafuta Yesu aliyesulubiwa. Kawaambia msiongope, ni malaika anaongea. Msiongope ninyi, maana najua ya kuwa mnatafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa. Wako kwenye kaburi sasa. Amelifunua kaburi, ameweka jiwe kando, akalikalia yule malaika. Sasa anasema huyo Yesu mnayetafuta, yule Yesu aliyesulubiwa, maana kulikuwa na Yesu wengi, sasa kuna yule aliyesulubishwa. Yesu aliyesulubiwa hayupo hapa, kwani amefufuka. Maneno ya malaika, evidence ilitumanwa kutoka mbinguni. Malaika, kama vile malaika alishuhudia ya kwamba amezaliwa Yesu, akanja malaika tena anashuhudia hayupo hapa kwenye kaburi. Kwani kitambo gani amefufuka? Alifufuka kitambo, kama alivyosema. Mstari unasema amefufuka kama alivyosema, kumaanisha evidence ya kwanza Yesu mwenyewe alisema, evidence ya pili malaika anasema, evidence ya 3 wakichungulia kwenye kaburi wanapata ni kweli hayupo. Wakaambiwa njooni mpatanzame mahali alipolazwa. Njooni muone pale alipokuwa amewekwa yule Yesu. Wakaenda wakaangalia, kweli hayupo. Wakaambiwa mwende muambie ndugu zenu wale wafuasi wake ya kwamba hayupo kaburini, amefufuka. Sasa kama vile alivyokuwa amesema, ako jiani anaelekea Galilaya. Hali malaika, evidence. Nafurahia wokovu wa Yesu, nafurahia huyu Yesu. Yani sio kitu tunaabudu tusichokijua, sio kitu ninaabudu nisichokijua. Yani Yesu aliye na uweza juu ya mauti amefufuka, ako jiani anaelekea Galilaya. Evidence nyingine, ukisoma
maandiko kwenye kifungu hicho cha Mathayo cha 28, ukielekea chini ukiendelea, utapata ya kwamba walipokuwa wanaelekea kuambia wale wafuasi wa Yesu wengine, maandiko anasema wakakutana, Yesu mwenyewe akawatokea, akawaambia salamu, msiongope. Yesu mwenyewe. Na maandiko yanaendelea kusema ya kwamba kuna watu wengine walikuwa wanaenda Emau, wawili walikuwa wanarudi Emau, akawatokea kwa njia moja, wake alikuwa anaitwa Cleopas. Yesu akawatokea, akaongea na wao, akachambua maandiko kutoka vitabu vya Musa, ile Torati, kwenda mpaka manabii, ya kwamba ilikuwa ni lazima asulubishwe, hafe na afufuke kama vile ilikuwa imeandikwa. Tunajua ya kwamba mauti haikuweza kumweka Yesu, maana Yesu ana nguvu ambazo zimeshinda mauti, zimeshinda kaburi. Yesu mwenyewe akiwa hai amefufua wafu, amefufua mpindi wa Jairo, amemfufua Lazaro aliyekuwa amelala kaburini siku nne. Lazaro wa Bethania, Yesu amemfufua. Ameenda mji wa Naini, akiingia katika lango la Naini akakutana mazishi yaliyokuwa inaendelea, yani kijana peke yake wa mjane, kijana mzaliwa wa pekee wa mjane alikuwa anaelekea kuzikwa. Yesu akamhurumia mjane na akashika lile jeneza, wakasimama, akaamrisha kijana amka, akaamka. Hivyo Yesu mwenyewe alikuwa na uweza juu ya mauti. Kufufuka kwake ni kwa ajabu sana, huduma yake ni ya ajabu sana. Na hivi sasa ninapozungumza, ayumo kaburini. Yesu yuko hai. Yesu yuko hai. Amepaa juu, wakimwona pale Galilaya alipoanzia huduma, ndipo tu alitwaliwa, ndipo tu alipaa kwenda mbinguni. Pale Galilaya alikoanzia huduma yake. Kumbuke akibadilisha maji kuwa divai Kena ya Galilii, miracle ya kwanza, ameanza huduma yake Galilaya, na papo hapo ndipo alipopaa kwenda juu mbinguni. Na malaika watokea wakawaambia, enyi watu wa Galilaya, kwa nini mnashangaa? Huyu Yesu aliyepaa, vivyo hivyo ndivyo mtamwona tena akirudi. Kwa hivyo Yesu yuko hai. Sijui rafiki yangu, mama, mzee, kijana, msichana, mtoto mdogo, je, umepata kuyapeana maisha yako kwa Yesu? Kumpea Yesu, kumpa Yesu maisha yako ni kumkubali akutawale, kumkubali aishi ndani yako, kumkubali akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umpe Yesu uhai wako, umpe Yesu life yako, nafsi yako, roho yako na mwili wako autawale. Uache kuishi dunia. Yani Yesu akiokoa mtu akiwa ndani yake, Yesu mwenyewe ndiye anaishi. Mtu mwenyewe anakufa, Yesu anaonekana katika maisha ya mtu huyu. Anakuwa Yesu ndiye mtawala. Umedhamini Yesu na maisha yako, umempatia uhai wako aishi ndani yako. Hivyo ni kumaanisha uishi kama Yesu, maana ndiye ako na control na uweza wa maisha yako. Sasa unaweza ukaingia katika kanisa lile jengo fulani, unaweza ukakaa pale miaka mingi pasipo kuokoka, pasipo kutawaliwa na Yesu, pasipo kumkiri ya kwamba huyu aliyekuja akafa kwa ajili yako, akalala kaburini na akafufuka, ya kwamba yeye ni Bwana, yeye ndiye
ndiye Bwana wa maisha yako, ukakosa kumkiri, ukosa kukiri Yesu, kosa kumpa maisha yako, pana mauti ya milele. Alikuwa anasema Mungu alipenda ulimwengu akamtoa Yesu mwanao wa pekee, ili yule aaminie Yesu asife, asipotee, bali awe na uzima wa milele. Inamaanisha ya kwamba Yesu akikosa kutawala maisha yako, hapana uzima, ni mauti ya milele na milele ndio inafuatia. Ni kusema nini? Ninakuuliza wewe, umepata kumpa mkombozi huyu maisha yako akutawale? Sisemi kwenda kanisa, sisemi kuimba kwaya, maana kwaya utaimba tu, hiyo inahitaji vocals, hata bila Yesu inawezekana. Kwa church ngoa kila Sunday, kila juma uko pale revival, waweza kukaa na watu wakubwa, lakini pombe utakunywa kama kawaida. Waweza kuwa kanisa unajulikana sana, lakini usherati na uzizi hujakoma. Hivyo ni kumaanisha Yesu haja kutawala. Maana Yesu akutawala, hakuna uzizi ndani ya mtu ambaye ametawaliwa na Yesu. Hapana matusi ndani ya mtu ambaye Yesu amemuokoa. Hapana laana mali ambapo Yesu ameokoa na ameweka huru yule mtu. Hapana mambo kama hayo. Jameni, ukisha onja Yesu, ukisha ingia ndani ya wokovu, ukisha tawaliwa na mwana wa Mungu huyu, anasema ya kwamba kutoka ndani yako, mtu yeyote anayeamini, kutoka ndani yake kutambubujika maji na chemichemi ya maji ya uzima, yatakao mbubujika hadi uzima wa milele na milele. Kwa hivyo mtu ambaye ameokoka ni mtu tofauti sana. Ni mtu anapenda, ni mtu anapenda watoto, ni mtu anapenda jirani, ni mtu anapenda amani, ni mtu asiyechukia, ni mtu ambaye yani maisha yake ni mtu aliyenyenyekea, ni mtu ambaye mambo ya dunia haijamshinda, ni mtu ambaye tukimwangalia kwa kuvalia kwake, kwa kunena kwake, kwa matendo yake, kweli Yesu anamfaa. Yani akiitwa mwokovu, akiitwa mtu wa Mungu, jina lenyewe linamvaa kama nguo. Lakini wengine hata wanakielezea kitu wasichokijua. Wanasema haleluya asifiwe tu, ni mavazi meupe tu kanisani. Wengine wanasherekea tu, hawajui ni nini wanachosherekea. Kwanza kifo cha Yesu sio kuhuzunisha watu, sio cha kuhuzunisha watu, ni cha kukutia furaha. Kuzaliwa tulifurahia na tunafaa kufurahia kuzaliwa. Joy to the world, the Savior has come, he is born. Hatukienda kufa kwake, wajua mission ya Yesu ndiye mtoto aliyezaliwa kufa. Kwa hivyo kifo chake kinafaa kutuletea furaha, sio huzuni kama vile naona watu wakilia. Kiona watu wanalialia, wanahuzunika, wanaomboleza kifo cha Yesu, hawajaelewa kwanza huyu ni nani. Hawajamuelewa mkombozi wao. Maana angekataa kufa ndio tungehuzunika. Maana ile laana tuko nayo ni kumaanisha haingeondolewa. Basi katika kufa kwake, kusulubiwa msalabani, kuteswa pale, anamwanga damu, ndio ile laana ya mauti ya milele ituondokee. Maana mission yake ni kuja kuondoa laana hiyo. Kini sasa ukiona mtu anaomboleza, anakaa ana huzuni, sasa tunaomboleza Yesu amekufa, tunaomboleza, unajua Yesu si alipigwa sana, wanalialia pale. Hiyo ni drama. Ukisha elewa mission ya Yesu kwamba ilikuwa ni anje afe, kuzaliwa furaha, kufa furaha, kwa sababu tunajua sasa ukombozi umeingia, salvation, wokovu umeingia. Angekataa kufa, tungekuwa mashakani. Lakini kufa kwake kunatuletea furaha zaidi. Alafu kufufuka ndio sasa furaha mpwito. Maana sasa yuko kaburini, ameshinda mauti. Hivyo sisi tulioko ndani yake, nasi tunashinda na tutashinda mauti yale kama vile mkombozi wetu Yesu
alivyo yashinda. Nafurahi sana na nataka zaidi hata wewe penda sana kumjua huyu Yesu, kumfahamu na ujue pendo lake. Maana pendo lake liko hivi, liko mikono miwili wazi kama vile amesulubishwa. Yani atungoja tumfahamu. Rafiki yangu, mwenzangu, msikilizaji mpendwa, yani kama unjapea Yesu maisha yako, itabidi uyatoe maisha yako kwa Yesu. Itabidi. Alikupenda akatoa uhai wake kwako. Kwa ajili ya mapenzi yake kwako akatoa uhai wake. Ndio atuepushe na laana. Ndio magonjwa yatuondokee. Mlango wa mbinguni utufungukie. Sa kukataa kumpa Yesu maisha yako ni dhambi isiyoweza kusamewa. Kukataa wokovu ni dhambi isiyoweza kusamewa. Kisha ukisema ya kwamba nampenda Yesu na bado utazidi kutenda dhambi. Kisha ukisema nimezaliwa upya, nimewekwa huru na mkombozi Yesu, na uendelee kutenda dhambi, ni makosa yasiyoweza kusamewa. Ukisema ya kwamba nina kanisa langu, nina pasta wangu, hivyo sihitaji wokovu, ni makosa makubwa sana. Ni dhambi isiyo na msamaha wowote. Maana kama yule alimkataa, kama utazidi kutenda dhambi, na msalaba umewekwa kwa ajili yako uokoke, uponyeke bure, kisha umkatae, hiyo ni dhambi ambayo haina dawa nyingine. Dawa ni Yesu. Kama hujampea Yesu maisha yako na unataka kumpea siku ya leo, ni unamwendea kwa imani. Unasema, Bwana Yesu, ninaamini ya kwamba ulikufa kwa ajili yangu. Nimesikia neno lako, injili ya kweli. Ninaomba msamaha, nioshe, nitakase kwa damu yako. Nipokee kama mwana wako. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Ninawacha dhambi, nikutumikie wewe tu. Ya dunia ninakoma. Nataka niitwe mtenda haki, nipendeze mbele ya macho yako na mbele ya macho ya watu. Kwa jina la Yesu, amina. Na ukiomba maombi kama hayo, uamini kwamba sasa maisha yako umefanywa mtu mpya. Hivyo Yesu ako ndani yako. Dhambi na laana na jehanamu ya milele, moto wa milele, hazina nguvu ndani yako. Kilicho na uweza ndani yako ni uzima ulioko ndani ya Yesu uliyempokea. Umebadilika. Amini hayo. Tafuta kanisa linaofundisha uzima. Sio dini, usitafute dini. Tafuta kanisa linaofundisha maarifa ya kibiblia. Na mahali ambapo panahubiriwa Yesu aliyeko hai. Tafuta hapo.
Join that church. Change completely. Jesus grace you in Jesus' name.